kwa sababu mlikuwa mnaelewana. Lugha ikichafuliwa, hakuna maelewano kwenye ndoa, hakuna maelewano kwenye biashara. Biashara zingine zinakufa kwa sababu kuna lugha inachafuliwa pale katikati. Wateja wanakuwa hawaelewani na wewe. Kwa kuwa wanaona wewe uelewani nao, wanajibagua, wanaenda sehemu nyingine. Wanaenda kutafuta mahali penye maelewano, mahali ambapo wataongea lugha wanayoelewana. Mungu akasema na tushuke tukawachafulie lugha. Kanuni hii ndo amechukua upande wa pili wa adui, wanaichukua wanaitumia ili kuhakikisha watu hawakai kwenye ndoa zao, watu hawakai kwenye baba zao, hawakai kwenye biashara zao, hawafanikiwi. Kila ukitaka kufanikiwa unajikuta kuna lugha inayotofautisha kati ya wewe na mafanikio. Yaani wewe na mafanikio hatuongei lugha moja. Wewe na biashara yako hamuelewani, mmefarakanishwa. Watu wa Mungu, hapa ndipo tunapomhitaji Yesu ili atupatanishe. Kolosai sura ya kwanza mstari wa 15 hadi 23. Kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kuzaliwa yeye, alafu vingine vikafuata. Naweza kuzaliwa yeye, ndio fedha ikafuata, ndio dhahabu ikafuata, ndio utajiri ukafuata. Na anasema yeye kwa kuzaliwa kwanza haitoshi, lakini amepatanisha vitu vyote. Yaani yeye kupatana sio tu wewe, anakupatanisha na kila ulicho nacho. Kwa hiyo haupatani wewe peke yake na yeye, unapatana wewe pamoja na fedha, mnapatana wewe pamoja na utajiri na heshima, pamoja na afya na kila kitu. Sasa yeye anakupatanisha na kila kitu kwenye maisha yetu. Kuwa mpatanishi, hakupatanishi tu sisi. Hakufa kwa ajili tu ya maisha yetu, alikufa kwa ajili ya maisha yetu na vile tunavyovimiliki. Kwa hiyo kama mimi ninaweza nikafarakanishwa na ndoa yangu, yeye pia alikufa kwa ajili ya hiyo ndoa. Naweza nikafarakanishwa na mafanikio, alikufa pia kwa ajili ya mafanikio. Kama naweza nikafarakanishwa na biashara, alikufa pia kwa ajili ya biashara. Kama naweza nikafarakanishwa na kazi, alikufa pia kwa ajili ya kazi. Kumbuka, kufarakanishwa si tu mtu na mtu. Kuna watu wengine akianza kufanya biashara fulani, hiyo biashara haiendi, kumbe kwenye ulimwengu au yashafarakanishwa. Sisi tunaona mtu anaenda kawaida, kumbe kwa ukweli yeye amefarakanishwa. Bwana ametulivia na anatupatanisha na kila kitu leo. Anatupatanisha na uzao wetu, anatupatanisha na watoto wetu, anatupatanisha na utajiri wetu, anatupatanisha na kila tunachokimbilia.